Tusikilizane jamani. Mmenipitia kwa moyo mmoja. Tumekuja kwenye msitu ulioachwa na mababu. Lengo la kuchukua hazina iliyoachwa hapa. Lakini na masharti yake. Kwanza mambo ya kupendana tuyaache kabisa, Hiyo sharti ya kwanza. Mimi uliponiambia kwamba mnakuja huku, niliacha tulitengana na mke wangu siku 3. Maana pajua. Kwa hiyo nawaombeni, safari ndio inaanzia hapa. Kuna mambo ya kuongeongea, msiweke moyo uchawi au kusenkenya watu. Tuende na moyo mmoja ndio tutaifikia hii hazina. Toka kwenye ule mti, fika kwenye ule mti tu ni kazi. Tunaelewana? Ndio. Mimi nafikiri naeleweka vizuri. Sawa. Mzee, uko sawa kwa jambo unaloongea. Na uko vizuri. Lakini pia kuna jambo langu ambalo nahitaji kulifanya. Jambo gani tena hilo? Jambo unalotaka kulifanya jambo zuri sana. Na ni surprise kwa mtu ninayempenda sana. Upumbavu hujatuleta huku. Tuwe serious. Na maisha tufate kilichotuleta huku, tuondoke. Naeleweka vizuri? Mzee Nature. Kuna muda utakiwa kuwa serious na maisha. Kwa sababu hili jambo ambalo nataka kufanya Dani ni jambo zuri. Halina ubaya. Jambo unalotaka kulifanya halina ubaya wowote ule. Nataka kumfanyia tu mpenzi wangu surprise ambayo ataisahau. Kwa nahisi mzee, ungeturuhusu tu kwa moyo mmoja ufanye hili jambo ili liishi. Maki pia najua na yeye atakuwa na hamu sana ya kujua hilo jambo. Kwa ukikataa utakuwa umeumiza moyo wake na wangu pia. Mateso kukataliwa kila siku ni vita. Yani mwenzenu na maumivu moyoni, na njia hata ya kutokea sioni. Kila siku na ghadhabu usoni, maisha yamenipiga yani mimi. Mengia kwenye msitu wenye giza sioni. Sijui kama nitatoka salama, labda miujiza atende huyu Mungu. Maana Mungu toka sio kizembe. Hakuna uchawi mbele yako. Mtunza, tulipaswa tuondoke. Msitu sio. Msitu mbovu, msitu hakuna kitu humu. Tuondoke Mtunza. Nehemia, mimi naamini hazina ipo ndani. Naomba tusiondoke mpaka tuipate hazina. Tulikuja wengi sana humu. Tulikuwa wengi. Mtunza, tumebaki hapa. Tumebaki wawili Mtunza. Hasa kani wawili, unataka nikupoteze? Unataka nipotee? Mtunza, huu msitu hauna kitu. Hazina tunayoitafuta humu haimo. Tuondoke turudi nyumbani. Nehemia, sikiliza nikwambie. Hazina ya msitu. Wewe unaelewa kilichotokea leo? Nikijaningia hata akilini. Labda huyo mwenzetu kimemkaa kichwani. Tuambie na wewe shoga ududu. Mimi naelewa vizuri sana. Tena vizuri, nyinyi hamjaelewa nini hapa? Tunauliza umejua kilichoendelea leo au bado tu ulikuwa umesinzia? Sijui nani alikuwa amependwa mapenzi yao nyewe, acheni hivyo hivyo. Mnakaa mnayafuatilia ya nini? Mmekaa hapa kuwajadili ya nini? Yaani umekaa kwa akili zako ukafikiria kwamba Abigail anapendwa. Sasa kwa taarifa yako, Abigail hapendwi na ataendelea kutumika tu kisirisiri huku. Yaani hiki kitakuwa kipozeo cha Dani huku msituni. Sijui unanielewa? Na mtu anayependwa Vanilla atapendwa milele. Kwa sababu Dani hawezi akapenda kile kimbaumbau. Kwanza mtu mwenyewe kanyooka kama mche wa sabuni. Atampeleka wapi? Msitu unaweza kuwa mweusi, lakini moyo wa shujaa huendelea kuwaka. Hivyo siku zote shujaa hasubiri hofu iondoke,
anasonga mbele na hofu hiyo hiyo. Ninachokuomba Nehemia, tusonge mbele tuhakikishe hazina tunaipata. Mtunza, mtu taisha, tulikuwa wengi mno. Tutaisha Mtunza. Nehemia, hebu nakuomba moyo wako uwekee ushujaa, tuhakikishe tunaipata hazina. Sijui kama unanielewa. Tuondoke Nehemia. Nishatumia mwili, nguvu mpaka akili yangu, yote ni kuboresha kesho yangu, ila usoni na ukunguzoni mbele yangu. Angekuwa mpendi Abigaili, asingemtambulisha kwenu nyinyi, kwenye watu wote wale, hadi na yule mzee akiwepo. Mimi ninachoamini, Dani atamuoa Vanila na sio Abigaili. Kwanza, kama mwanamke kenyewe kalivyorefuka kama nguzo, huyo Dani atakapeleka wapi? Atakapeleka wapi? Hivi umoni shoga yetu Vanila alivyojaa toto kweli. Hata akipita nao unasema mashallah. Sasa huyo ndio kwanza haieleweki, mbele wapi nyuma wapi. Sema unajua nini shogangu? Yaani acha tuendelee tu kumfariji Abigaili. Yaani tujifanye kama vile tupo naye. Yaani kumbe wala ndo kwanza hatupo naye. Sijui unanielewa? Yaani acha tuendelee kumchekea huko tunampaka matope. Abigaili anapenda na ndio maana katambulishwa. Lakini angekuwa anampenda Vanila asingemtambulisha. Na ndio maana aliyena samani kwake kamtambulisha kwenu nyinyi marafiki zake wote. Kwa hiyo sasa mapenzi ya watu ya chini yawe hivyo hivyo. Msikae mnaingilia mapenzi ya watu. Labda shoga nikwambie kitu kimoja. Yaani pale hakuna mapenzi ya kweli wala hakuna upendo wa kweli. Sijui unanielewa? Yaani hilo liweke akilini. Maana sisi tunajua mtu anayependwa ni mtu mmoja. Na huyo mtu mwenyewe ni Vanila. Kwa wewe kaa hapo na hicho kikwaskwasi chako, hicho kimbaumbau kama yaani sijui kimekakaaje. Anyehu, nyie hapo mlipo, kwa mwili gani mlionao? Hebu nionyesheni kwa mwili gani mlionao nyinyi hapo. Wewe unatuonaje kwanza? Unatuangalia na hicho kinyangunyi? Unajua nini? Yaani mimi sioni ajabu. Bado tumekaa tu na snitch mwenzetu. Yaani mimi naona hapa ni kumwacha tu hapa huyu snitch. Tukaondoka. Afyani ikiwezekana hapa tunatoka tunaenda kuambia aisee mlichokifanya hatujapendezwa nacho. Ngoja mvua yenyewe tuone panapovuja kwanza. Kwanza tumwache usinichi hapa. Tuondoke sisi. Haya. Nafuata huko. Hazina ya msitu. Hazina ya msitu. Hazina ya msitu. Hazina ya msitu. Pole sana babu kwa kuondokewa na kijana wako. Naomba ridhaa yako niwaondoe wale wote ambao wamemuondoa kijana wako, na kila atakaye kanyaga katika huu msitu bila utaratibu maalum. Kifo kinaondoa uhai wa mtu, lakini hakiwezi kupoteza haki yake milele. Na moyo ulioumizwa unajifunza kuwa mgumu kuliko zamani. Mimi sio yule wa jana. Babu, usiruhusu dakika moja ya hasira ikaharibu jambo la miaka mingi. Na siku zote mtu mwenye nguvu si anayepiga kelele zaidi, bali anayejizuia zaidi. Hivyo basi, nipe idhini ya kufanya chochote kama kisasi kwa wale wote waliohusika kumuondoa kijana wako. Kwa hilo sina kizuizi. Fanya unavyotaka. Hazina ya msitu. 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 Hazina ya msitu.
hazina ya msitu, hazina ya msitu. Nehemia, vipi? Tunza, sioni matumaini kabisa. Sioni matumaini kabisa ya kupata hazina kwenye msitu. Na sidhani kama hiyo hazina mnaizungumzia imo kwenye msitu. Nehemia, hivi kwa nini unakata tamaa mapema hivi? Mimi na uhakika hazina ipo ndani. Tusikate tamaa kiasi hiki. Ninaamini una hofu kubwa sana. Wenzetu sinaamini waoni, si ndio? Lakini mimi naamini wapo wanaitafuta hazina, wapo ndani wanaitafuta hazina huko. Mtunza, mpaka hivi sasa chakula tumeishiwa. Hatuna chakula chochote cha kutufanya tuendelee kukaa kwenye msitu. Tumebakiza jambo hili. Tumebakiza jambo moja tu. Ni kumwomba Mungu atuonyeshe njia. Tutoke kwenye msitu. Mungu ndio jawabu letu. Na Mungu ndio mtu pekee atakayetuweza kutufanya sisi tutoke kwenye msitu. Tumombe Mungu atuonyeshe njia. Hapo ndo unaponichanganya mimi unapozungumzia masuala ya Mungu. Mungu anakusaidia nini wewe? Tangu umeingia huku ni kusali. Mungu anakusaidia nini? Hao wenzetu nao tafuta, singekuwa umeshawapata, tungekuwa nao pamoja. Huyo Mungu amekusaidia kitu gani? Tungekuwa tumeshaipata hazina. Hebu achana na mambo ya Mungu. Tuongeze juhudi katika kuitafuta hazina. Nehemia, mbona uko unanichanganya? Mimi na uhakika hazina ipo ndani. Hayo mambo unayoyasema wewe, sijui tusali, sijui tumuombe Mwenyezi Mungu, hakuna atakachotusaidia Nehemia. Sio kama unanielewa. Twende tukaitafuta hazina. Kikubwa ni kuondoa hofu. Mtunza, Mungu aliwaonesha njia wana wa Israeli. Hata sisi tukiwa kwenye msitu, Mungu atatuonesha njia. Tutapata njia, tutatoka. Tumeshazunguka sana kwenye msitu, tunarudi tulipo. Tumezunguka sana. Wenzetu hatuwaoni, hatujui walipo. Tumezunguka mno. Mtaani penyewe kuna kazi nyingi za kufanya. Tuweze tukafanya kazi nyingi mtaani na tukapata utajiri tunaotafuta. Sio lazima utajiri tupatie kwenye msitu, na sio lazima tupate hazina ili tupate utajiri. Twende mtaani tukapambane, tutapata tu utajiri. Hivi Nehemia, nachokizungumza inamaanisha ukielewi? Tuliondoka tumekubaliana nini? Tunatoka huko tukija kutafuta hazina huku. Tukiwa tuna kitu hiki kimoja mpaka tuipate. Lengo letu lilikuwa ni moja. Sisi kuwa matajiri. Huko mtaani tumehangaika mara ngapi? Tumeshasumbuka mara ngapi? Mpaka tunakuja kuitafuta hazina. Si tunamaanisha? Nehemia, mimi nikuombe, hebu ondoa woga. Naomba twende tukaitafute hazina. Nina uhakika 100% zote hazina ipo ndani. Na tumebakiza kidogo tu. Kelele za chura hazimzuii tembo kunywa maji. Wahenga wanatuambia siku zote na wanamaanisha Nehemia. Tukate tamaa kwa sababu ya kitu kidogo tu, kwa sababu wenzetu hatuwaoni. Mimi naamini wamo ndani wanaitafuta hazina, na sisi tuendelee kuitafuta hazina mpaka tuipate. Naomba tuondoke. Huku. Wewe acha uoga, twende huku. Unakuaje Nehemia? Na leo imegeuka ya majungu, nishatumia kila njia kupambana, juhudi zangu zimeshindikana, ni bora sasa kurejea kwa Maulana, huenda yote yatawezekana. Tamaa ndo chanzo, leo ninateseka, kwenye lishimo sijikani tatoka, peke yangu najuta, sioni wa kunivuta. Jamani, kwa hapa tulipofikia, mimi naomba niongee jambo langu ambalo nilikuwa nataka kulifanya kwa umati wote ambao tuliokuwa humu, kwa watu wote ambao tuliokuwa humu msituni na ambao tulikuwa wote kwa pamoja. Nasi leo ndio siku yangu ya kwanza na ya mwisho kwa ahadi ya mpenzi wangu ambao nilikuwa nimemwaahidi, ambao nahitaji kutoa kwake, ambao nilimwaahidi. Nasi naye alikuwa na furaha sana ya kuiona hiyo zawadi. Umeona? Kwa naomba kwa leo, naomba nitimize hiyo ahadi. Naomba nimvalishe mpenzi wangu pete ambayo nilikuwa nimemwandalia, ambayo ni zawadi kutoka moyoni mwangu mpaka sasa hivi. Mpenzi wangu, naomba nikuvalishe hii pete, sitakusaliti. Nitakuamini. Asante. Nimefurahi sana.
yote ni kuboresha kesho yangu, ila usoni na upunguzoni mbele yangu, na leo imegeuka ya majungu. Nishatumia kila njia kupambana, juhudi zangu zimeshindikana, ni bora sasa kurejea kwa Maulana, huenda yote yatawezekana.